kupewa sifa na utukufu ni Yesu peke yake. Weka mikono yako juu namna hii, ingia rohoni kabisa, tafakari kuhusu matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda kwenye maisha yako. Aliruhusu uitwe mama asubuhi, akaruhusu uitwe mama mchana, akaruhusu uitwe mama jioni, akaruhusu uitwe baba asubuhi, akaruhusu uitwe baba jioni. Weka mikono yako juu namna hii, ikiwa kama wewe ni mama au ni baba, unapotoka kazini unasikia sauti ikisema pole baba. Ikiwa kama wewe ni mama, unapotoka kazini unasikia sauti ikikwambia pole mama, weka mikono yako juu namna hii. Nataka nione watu wanaojua kuabudu, nataka nione watu wanaojua kurudisha shukrani mbele za Mungu. Kwa nini wewe unaitwa mama? Kwa nini yule hana wa kumwita mama? Kwa nini hana wa kumwita mama mdogo? Kwa nini hana wa kumwita baba? Weka mikono yako juu wakati mwimbaji anaendelea kuimba. Zama moyoni umshukuru Mungu kabisa. Sijajua kama kuna watu wananielewa humu ndani. Kama kungekuwa kuna watu wananielewa humu ndani, ungeelewa namaanisha nini kwenye ibada kubwa yenye maadhirisho na nguvu za Mungu kwa kiasi kikubwa kama hichi. Wakupewa sifa na utukufu. Mwenye nguvu zote na uweza ni wewe. Sema Mungu unanipenda. Gusa kifua jigambe, sema Mungu asante. Gusa kifua, sema Jehova unanipenda. Sema Mungu ninakushukuru kwa sababu mimi ni mama, kwa sababu mimi ni mama, kwa sababu mimi ni baba. Umenipa neema nyingine tena ya kusikia sauti ya watoto wangu, ya kusikia sauti ya kizazi changu. Sema asante Jehova. Ni asubuhi nyingine ambayo Mungu anakwenda kubadilisha historia ya mtu. Ni asubuhi nyingine ambayo Mungu ametupa tafakari juu ya maisha tunayoishi. Tuna maisha tunayoishi, tuna mapito tunayopita. Yawezekana umelia muda mrefu sana ukijiona wewe ndio unayeteseka. Yawezekana umelia muda mrefu sana ukifikiri Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu hajakuacha. Wapo ambao hawana tena hata machozi, walishalia mpaka yakakauka. Hawajui asubuhi yao ikoje, hawajui mchana yao ukoje, hawajui jioni yao ikoje. Wamekuwa wakimbizi kwenye nchi yao wenyewe, wakipita mahali wanapewa majina mengi. Kuna sehemu wanaitwa watoto wa mbwa, kuna sehemu wanaitwa machokora, kuna sehemu wanaitwa watoto wa shetani. Ni majina ambayo wamepatiwa na walimwengu wenye akili timamu. Leo Mungu ametupa neema ya kutafakari. Tafakari wewe. Tazama watoto wadogo walioko mbele yetu. Tazama historia zao hata wazielewi. Hawajui wao ni wa ukoo gani, hawajui ni wa kabila gani, hawajui yupi ni mama na yupi sio mama. Wamejikuta kwenye mazingira walionayo, na sio kwamba Mungu alikuwa hawapendi, lakini asubuhi yao imefika. Hata kama giza ni nene kiasi gani, lazima asubuhi itafika. Hata kama
sauti yako, lipo tumaini jingine asubuhi ya leo. Amen. Nasema lipo tumaini jingine. Amen. Asubuhi ya leo. Amen. Lipo neema nyingine. Amen. Asubuhi ya leo. Amen. Upewa sifa, wakuabudiwa, wakushukuriwa. Anasema shukuruni kwa kila jambo. Wewe unaweza kushukuru kwa kila jambo. Mbona ukiguswa kidogo unasema Mungu hayupo? Hawa wakamlilie nani? Hawa wakamwambie nani wanayoyapitia? Wakati unamshushia mtoto wako neti usiku asing'atwe na mbu, watoto hawa ndio wanatafuta maboksi wakalale vibarazani, maana nyuma yao kumekosa sauti anaitwa mzazi. Nyuma yao kumekosa sauti ya mtu anaitwa baba. Ukimwambia mtoto vaa sweta kuna baridi, yeye hana wa kumwambia vaa sweta kuna baridi. Nyuma yao kumekosekana sauti. Ila asubuhi ya leo yupo Mungu anamjibu. Asubuhi ya leo, alfajiri ya Amen. Asubuhi ya leo watakuita mama, itika mwanangu. Amina. Asubuhi ya leo utapakata mtoto kwa mikono yako, mwambie mimi ni mama yako. Amen. Asubuhi ya leo utashika mtoto kwenye mikono yako, mwambie mimi ni baba yako. Amina. Wanataka neno moja kutoka kwako, wanataka waite mama. Useme na mwanangu, useme be mwanangu. Tazama ulipomkumbatia mtoto wako sahihi. Yupo mama alijifungua leba, mama akafariki, mtoto akabaki mazingira yale. Hajui hata rangi ya mama yake, hajui hata rangi ya baba yake. Asubuhi nyingine ambayo unatakiwa utafakari, ni ibada nzito ya kutafakari uwepo wa Mungu. Kwani jambo lipi hilo? Keti kwenye kiti chako cha utukufu, keti kwenye kiti chako cha utukufu. Anakujua tangu haujatungwa mimba tumboni kwa mama yako. Anajua utapita wapi, anajua utatokea wapi. Lipa tumaini asubuhi ya leo, lipa tumaini asubuhi ya leo. Hata kama unaona giza ni kinene, na siku zote elewa tu, tochi inamulika kwenye giza. Hauwezi ukamulika tochi kwenye mwanga. Tochi yako imekwisha kuwaka sasa hivi. Lile giza linaondoka kwenye maisha yako, ule uchungu unaondoka kwenye maisha yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, pokea neema kwa jina la Yesu. Baba, sina neno la kusema mbele yako dadi. Wewe ni El Shaddai, Elohim na Adonai. Wewe upo
ulifahamu leo tutaketi hapa kitwana na watoto hawa na wazazi wale walioachwa wajane. Ulitambua hii siku ya leo. Nasema mbingu zikathibitike leo. Nataka mbingu zikathibitike leo katika jina la Yesu. Chapia Yesu makofi. Karibu kwenye kichako cha utukufu wa praise. Najua lakini Mungu wetu anatuwazia leo mema. Amen. Wageni wote nipungieni namna hii. Ndio mmeketi kwenye viti vyenu huko, tunasema Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hata kuwepo hata siku moja. Amen. Basi kipekee kwa nyinyi wageni ambao mmetutembelea leo, ninaomba kujitambulisha. Jina langu naitwa Prophetess Flora Lazaro Mapimo. Sema Simba jike. Amina. Sijasikia, sema Simba jike. Simba jike. Prophetess Flora Lazaro Mapimo ni mke wa mume mmoja anayefahamika. Naomba leo niwatambulishe rasmi kwa sababu nimekuwa nikija mara nyingi peke yangu. Naweza mkafikiri kwamba jimbo lilikuwa wazi. Jimbo tayari lilikuwa lina mwekezaji na ilikuwa busy tu. Amen. Baba, tunaomba usimame usalimie kanisa. Jamani, tulia tu mzee. Uko hapa karibu yako sio depression. Simu mchapie mko. Achana na mimi vile nilivyo, mimi niache. Sawa, lakini nilisoti. Nilisema tu niangalie ile ziki kidogo angalau busu na koso la rejelea. Karibu salimia kanisa. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Amina. Nimefurahi kuwaona. Amen. Naweza kusema kila binadamu aliyoko duniani, amen, Mungu ana mpango naye. Amen. Ninatamani wageni wote tujitambulishe, lakini ninaona tuko nyuma ya muda. Amen. Tuingie kwanza kwenye mahubiri alafu tutakuja kujitambulisha baadaye. Sadaka tutatoa baadaye. Amen. Haleluya. Amen. Munga namna hiyo. Wakati wa mwana Kakamleke anatubonyezea kinanda pale. Ninaweza kuhubiri kisha unanishikia batani mpaka mnamaliza. Amen. Wakati wa mwana dada Debora. Wengine tutajitambulisha, lakini niseme pia namshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu mzuri kabisa, mdogo wangu. Simama utupungie kule na watoto wako waliposikia tuna ibada na Simona amevaa ile wigi pale, yule ni afande. Amina. Kwa mkikutana naye halmashauri akiwa amevaa zile sare zake, basi mumkumbuke ni yeye. Amen. Yuko hapo halmashauri. Amen. Lakini leo niko na watoto wangu wengi sana. Amen. Amen. Naomba nitambulishe tu makundi machache. Wanashikaje, jioni basi chapo. Chapo tuchukua hatua. Dogo janja njoo chapo. Chukua chapo. Tuanze. Amen. Amen. Tupungieni namna hii. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana mnaona tumevaa namna hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watajitambulisha baadaye. Amen. Karibu kwenye viti vyenu. Amen. Lakini leo kuna watoto wengi sana wako hapa. Amen. Pungeni wote kwa umoja wenu. Pungeni watoto. Chapie Yesu makofi. Amen.
Lakini kuna wakina mama wajane. Nipungieni hivyo mama wajane. Amina. Kuna makofi. Amen. Lakini kuna wale wanajiita, wao ndio wamejiita, leo tutabadilisha majina. Kuna wale wamejiita singomaza. Nipungieni namna hii. Wadada makofi. Yes, sawa. Piga makofi kwa ajili yao. Leo tutabadilisha, hakuna singomaza lango la ushindi. Wote ni wake za watu. Amen. Hakuna watoto wa mtaani. Ndio. Siku moja hawajawahi kuzaa mtoto. Amen. Hawa ni watoto wa mama za watu. Amen. Ni wachungaji wako hapa. Yes. Ni madiwani wako hapa. Amen. Mafundi gereji wako hapa. Amen. Tuna madaktari wako hapa. Amen. Tumeambiwa hivi kwenye maandiko kwamba Mungu ni baba wa nani? Wa yatima. Kwa hiyo sisi tunafanana. Amen. Tunakataa sisi sio yatima kwa sababu baba yetu yupo. Amen. Upo mtu anaelewa Mungu? Baba yetu yupo. Amen. Kwa hiyo leo nimetaka kuambia watoto kwamba sisi tunafanana. Amen. Wote baba yetu ni huyu. Ni mmoja. Hebu chukua hii hapa kwanza. Si unaona eh? Amen. Mmenielewa vizuri. Amen. Amen. Chapia Yesu makofi. Basi baada ya hapo nataka tuingie kwenye neno. Wakati tunaingia kwenye neno, mnisikilize, nitaenda haraka sana. Haleluya. Amen. Duniani kuna vitu viwili ambavyo vinatutofautisha. Na sio Mungu alivitofautisha, ni sisi wenyewe tumejitofautisha. Amen. Tuna watu wa aina mbili ambao tumejigrade wenyewe. Kuna matajiri alafu kuna maskini, ambapo tukaenda mbali kabisa tukaita kuna high quality alafu kuna low quality. Lakini asubuhi ya leo na mchana huu nimekuja kukuambia kwamba wewe ni low quality kama sisi wengine tulio. Tunapoingia imani mwa Kristo na tulipo hapa duniani sote tu wapitaji. Hatuna kitu hata kimoja kitakachotupeleka mbinguni ambacho tunatafuta. Kama unamwona mwenzako ni low quality, jua na wewe ni low quality. Amen. Kwa sababu huyu ambaye ni high quality atafunikwa na sanda tu na atapelekwa ardhini. Na wewe ambaye ni low quality utafunikwa na hiyo sanda, utakwenda ardhini. Kitu ambacho ukijui ni wewe uliyejitofautisha na kujiweka viwango vikubwa. Amen. Yupo mtu ndani na wale watu wa high quality wana tabia fulani ya kujigrade. Yes. Kwamba mimi siwezi nikaongea na huyu kwa sababu Mungu amenibariki. Ukiambiwa umwelezee tajiri, haupati wakati mgumu kama kumwelezea maskini. Kumwelezea tajiri utatumia majina. Anavaa suti ya dark blue, anaendeshaga gari la aina fulani, anamiliki biashara fulani. Tajiri anaeleweka. Ukianza kumzungumzia masikini utachukua muda mrefu sana. Utahesabu, ukifika pale kwa mama Makulata, ukikata hivi utakuta msikiti, ukikata hivi utakuta mahindi, ukikata hivi utakuta majani ya maboga, ukikata pale kwenye matembele ndo anapokaa. Kwa sababu hana maki inayomuonyesha kwamba ndio huyu tunamzungumzia. Yesu apewe sifa sana. Katika Biblia kuna watu wawili ambao tumewasikia sana. Kulikuwa kuna Lazaro ambaye alikuwa ni maskini kabisa, alafu kulikuwa kuna tajiri. Katika Biblia Lazaro alitajwa kabisa kwa jina lake kwamba Lazaro aliye masikini. Haleluya. Lakini hakuna sehemu tajiri alitajwa kwa jina, bali alitajwa tajiri na mavazi yake mazuri. Yupo mtu ndani. Kwa hiyo tajiri alielezewa kupitia mavazi na vitani safi alivyokuwa anavaa. Lakini Lazaro yeye alielezewa kwamba jina lake kabisa aliitwa Lazaro. Yawezekana tena alikuwa hana nguo, ndio maana hawakutaja hata rangi ya nguo, walimtaja tu Lazaro masikini. Kwa hiyo leo nimekaa hapa kukuambia kwamba leo address yako inafunguliwa kwa jina la Yesu. Address ya kufanika inafunguliwa. Mungu zinakufungulia address. Utambulisho wako leo unatangazwa rasmi. Amen. Tufungue kitabu cha Luka 19 na kuendelea. Tuende chapu tuone hao watu wawili. Tajiri tumuone na maskini tumuone. Alafu tujitathmini sisi tumekaa kwenye engo gani. Nataka ujitafakari wewe uko
kwenye engo gani? Umevaa viatu vya Lazaro au umevaa viatu vya tajiri? Je, ushuke ama ukae hapo hapo ulipokaa? Karibu msomaji. Luka 10:19 Biblia inasema akamwambia huyu naye wewe uwe juu ya miji mitano. Umesoma Luka ngapi? Fungua Luka 16. Sikilizeni maandiko ya Luka 16. Sikilize vizuri. Luka 16 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya. Sikiliza vizuri hapo. Maelezo ya tajiri yanapoelezwa. Biblia inasema akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa na maskini mmoja. Tumzungumzie kwanza huyu tajiri. Na kitani safi. Haleluya. Lakini tajiri huyu alikuwa na baraka ya kumiliki fedha na mali nyingi. Alitumia vitu vyake kwa anasa kama unavyotumia wewe. Alikuwa anachua kubadilisha wanawake kati anavyotaka kwa sababu ana pesa. Alikuwa na uwezo wa kufanya lolote kwa sababu alikuwa na pesa. Ndio maana neno la Mungu linasema alitumia mali zake kwa anasa. Haleluya. Yupo mtu fulani. Kuna jinsi ambavyo Mungu anatubariki na tunatumia vitu kwa anasa, baraka ya Mungu inaondoka kwenye maisha yako. Wakati Mungu amekubariki kwa kidogo ulicho nacho, kina maelekezo. Sema ina maelekezo. Mume wangu ana neno moja anasemaga mimi ni mwasibu wa Yesu. Haleluya. Huwa anasemaga mimi ni mwasibu wa Yesu. Kwa hiyo ukizifuma tu vizuri naanza kumpa mahesabu sasa kama ni mwasibu pesa ile. Wewe tu unabarikiwa wewe ili uguse maisha ya watu wengine. Haleluya. 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 Unapokuwa unapata 10,000 kwa siku na wewe unachua unakula 5,000 kwa siku, ina maana hii 5,000 nyingine kuna mahali inatakiwa iende. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuna maelekezo. Unapokuwa unabarikiwa kwa kiwango kikubwa na wewe unatakiwa usaidie watu kwa kiwango kikubwa. Usikupatie ile pesa kama ni yako. Usianze kuonyesha madoido mitaani kwamba mimi ninacho kikubwa sana. Elewa unapobarikiwa kuna mtu mwingine pale amelala njaa, wewe umekula ukamwaga. Unapokuwa umebarikiwa ndio maana ya kula kwa anasa. Ina maana unakula unashiba unamwaga. Unavaa unachoka unatupa unachoma moto. Lakini yupo mtoto wa mtu ambaye hana mama wala hana baba. Hana wakununulia ile nguo wala kumpa kanga. Kabatini kwako umejaza kanga mpaka ujui uvae ipi na ipi. Unafika kabatini unaangalia ya kijani, nyekundu, ya njano, ya blue, zote zimejipanga pale kabatini. Lakini yupo mama mmoja mjane, tangu mume wake amefariki, hajawahi kuiona kanga mpya machoni mwake. Anatembea peku, maana hana wa kununulia hata hivyo viatu. Lakini ukiingia ufungoni mwako, kuna viatu pea 50 ambazo huwezi kuvaa kwa siku moja zote. Kabisa. Anasa. Mwambie jirani yako anasa. Mwambie jirani yako anasa. Je, unaishi maisha ya anasa? Tajiri alitumia vitu vyake kwa anasa. Je, unakula mpaka unamwaga? Unavaa nguo zikibaki hata hazijaisha unatia moto? Watoto wako wana nguo pea 50 ambazo hawavai kwa mara moja zimekaa ndani. Kuna watoto walizaliwa pale hospitali. Alipolia tu mama alikata roho. Mtoto amekuwa hana historia kama na mama. Hana historia kama amewahi kuwa na baba. Hana historia yeye ni kabila gani. Lakini wewe mpaka umekuwa mzee kama mimi, mama yako yupo nyumbani. Una neema ya kuwa na baba yako mpaka sasa hivi. Hawa watoto mmewasahau. Hiyo ni anasa. Hawa vijana tumewasahau. Ni matumizi ya anasa. Hauna tofauti na yule tajiri aliyetumia vitu vyake kwa anasa. Hauna tofauti kabisa. Hello. Nilienda sehemu moja kukaa nikawa nakula. Nikaagiza chipsi. Alitokea mtoto mmoja pale, miongoni mwa watoto.
akawa anavizia washibe, akaokote mezani. Waliokaa pale mezani ni wale matajiri wanaosoma kwenye Biblia. Kina Lazaro ni hawa ambao wanasubiri sasa tajiri ashibe, adondoshe, apate kuokota, ale aione alfajiri. Kuna mtu ananielewa? Yupo mtu ananielewa? Mtoto amesogea kwenye ile meza, mama ntilie yule alichota maji akamwagia maji machafu. Tulikuwa wote. Tulikuwa wote. Akafukuza kale katoto, akamwita na jina, akamwambia machokora, akafukuza yule mtoto. Yule mtoto hakimbii mbali, anacheza pale pale kwa sababu tumbo linahitaji chakula. Wewe umekaa nyumbani na watoto wako, unawauliza ni kuongeze nyama, unawauliza utakunywa juisi ama utakunywa maji. Yupo mtoto wako anasubiria pale, unadosha chipsi mbili mezani apate kuiona alfajiri. Lakini mwanamke aliyekwenda leba anamwagia maji machafu na kumwambia wewe ni chokora. Mungu atusamehe sana. Mungu atuhurumie sana. Nasema Mungu atusamehe wanawake wenye matumbo ya kuzaa na kutamka vinywa vichafu namna hiyo. Mtoto akakimbia mbali, njaa inauma. Aliruka tu kidogo, bahati nzuri aliporuka nimekaa. Nikamwambia mtoto njoo. Akaja nikakaa naye pale, nikamwagizia chakula. Mtoto akala. Leta historia ilikuwaje? Akaleta historia ilikuwa hivyo. Nachotaka kukuambia ni nini? Unapoisoma Biblia, tajiri wa zamani ndio wewe wa leo. Maskini yule anayezungumziwa kwenye Biblia ndio wewe wa leo. Umeketi position gani? Umekaa kwenye nafasi ipi? Umekaa nafasi ya Lazaro? Umekaa nafasi ya tajiri ya kula na kusaza? Lazaro ameketi mbinguni, anasubiri tena na vidonda, mbwa wanamlamba vidonda vyake. Anasubiri tajiri ashibe, amwage chini ili aokote yale. Alfajiri ya Lazaro inafika. Alfajiri ya yule Lazaro leo inafika. Mbingu zikathibitike. Nataka mbingu zikathibitike. Ulioko hapa ndani ni mama. Kama hujawa mama, utakuwa mama. Hili likawe darasa kubwa kwako. Yawezekana usifanye kule mitaani kwako, lakini ukafanya barabarani. Unayemwona anatembea barabarani katika hali yoyote, usimdharau, anakufaa siku moja. Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule tajiri alitumia mali zake kwa anasa. Anasa ni una simu moja, unamiliki simu ya pili, unamiliki na simu ya tatu. Lakini yupo mtu mmoja pale, hana yebo ya shilingi 2000, na kwa sababu haujamzaa wewe, hauoni sababu ya kumnunulia ile yebo kwa sababu hajatoka tumboni mwako. Unaongeza simu, unaongeza vitu vingi, unaongeza manguo ya kila aina. Lakini yupo mtoto mmoja ambaye aliwahi kusikia kuna kitu kinaitwa Pampers na haijui. Yuko binti amekuwa mkubwa, amesikia kuna vitambaa vya kike vinaitwa pedi, havijui. Yupo mtoto wa kiume anasikia kuna kitu kinaitwa boxer, hajawahi kuiona boxer ni kitu cha namna gani, hajui boxer ni nini. Lakini yupo mama mmoja ambaye Mungu kambariki na hataki kutumia baraka vizuri. Tukiingia kanisani unasema Mungu tunaomba uchumi mzuri. Upeleke wapi ikiwa huo mdogo ulionao hautaki kuutumia sawa sawa? Unamnunulia mtoto alisema nataka boxer ya nguo ya ndani. Ndio jina nilisikia kwa mara ya kwanza. Nilipomchukua nikamwambia mtoto unataka nini? Akaniambia sasa ameshakaa na wale watoto wangu pale nyumbani. Akaona mbona kama wanavaa nguo 2 mpaka 3 ndani ya suruali. Hichi kinaitwa nini? Akasikia kwa umbali. Akaniambia mama, naomba uninunulie boxer ya nguo ya ndani. Hajawahi kujua boxer ni kitu gani. Ni kijana aliyezaliwa na mwanamke. Ni kijana ambaye ametoka nyumbani kwa sababu ya shida. Ameona baba na mama wakipigana, akaona hii si sawa mamangu kuolewa. Ameona mama ameachika, amebaki peke yake, hawezi kufanya kitu chochote. Kijana anaingia mtaani, nia ni kutafuta kwa ajili ya mama yake na sio kwa ajili ya maisha yake kama mnavyozani. Yes. Hawa
alimwacha mama. Nikaona mama akiumwa sana. Nimekuja kutafuta nimsaidie mama yangu. Unatafutaje? Ananiambia naokota makopo nauza, napata shilingi 2,000. Lakini chakula kwa mama ntilie kinauzwa 2,000. Nitatunza zifike shilingi ngapi nimpatie mama yangu? Lakini nina imani ipo siku nitapata kwa ajili ya mama yangu. Ndio maana mnawaona watoto namna hii. Tizama usingizi walionao. Wewe jana ulilala